Na mpenzi mtazamaji ambaye unaendelea kufuatilia, nikwambie uhali gani, sisi tunakuhabarisha kwamba sisi tuko salama na wa afya kabisa kupitia Mzizima Online TV. Tuko hapa ambapo moja kwa moja tunakupa kile ambacho kilichokuwa bora kabisa. Hapa ni Muzdihina and Makeup ambao kwa moja sisi tumefika kwa ajili ya kukupa kile ambacho kilichokuwa bora, hasa kuhusiana na swala zima la graduation ambao ni msimu wa 3 ambapo wanahitimu wale ambao waliojifunza katika swala zima la kuchora makeup, tunasema piko, lakini pia ina, na wale ambao waliojifunza kupamba mabi harusi ambao mabi harusi hao watarajiwa leo ikiwa ni siku maalum kabisa, siku ya Jumanne, ambapo moja kwa moja tutaona kile ambacho wao wamekiandaa, lakini pia tutazungumza na Muzdihina mwenyewe ambacho nini anasema. Lakini nikwambie tu endelea kuwa na sisi, subscribe, like, comment na kushare. Mzizima Online TV. Tuko hapa Mzasa, njia panda Mzasa hii. Kama unaelekea njia ya Chamanzi, basi ukishuka tu sheria hapa upande wako wa kulia utaona jengo limeandikwa Muzdihina and Makeup. Moja kwa moja hapo utakuwa ni mmoja ambaye umewafika hapa. Bi harusi mtarajiwa, basi unaweza kufika hapa na ukapendezeshwa kupitia Muzdihina and Makeup. Langu jina Director Vasha, Mr. Nobody, ambaye moja kwa moja anakung'arishia picha bora kabisa, lakini pia tukiwa na watu mbalimbali ambao wanatusimamia hapa. Keri Fupi pamoja na Nduza, tuko na wewe. Muzdihina, kwanza hongera kwa kile ambacho umekifanya. Asante, nashukuru. Hiki kinamaanisha nini kwetu sisi ambao niseme hasa madada zetu hawa ambao waliokuwa nyumbani na hawa ambao wamehitimu hapa? Hichi bwana kinatufundisha kwamba tusikae nyumbani bila chochote. Lazima tuwe na at least ka ujuzi, na sisi hapa kazi yetu kulea watoto, kufundisha watoto. Kwa sababu sasa hivi maisha sasa hivi ni fursa tunavyoelewa. Kwa hiyo sisi tupo hapa kwa ajili ya kutoa fursa kwa watoto, wasichana hivyo. Wakati ambao tulifanya interview pale nyuma uliniambia zaidi ya watu 120 ambao wapo hapa kwa ajili ya kujifunza. Leo ambao wanahitimu ni wangapi na tutegemee nini zaidi sasa? Yaani hapa leo tuseme tumehitimisha watu wote ambao hapa sio chini ya 70 na kuendelea. Lakini walopokea vyeti kwa leo hapo kama 12 ndio ambao walifanya mazoezi na yakaturidhisha. Kwa sababu tunafanya kwamba hatufundishi tu ili mradi mtu ajifunze aondoke. Tunafundisha ili mradi mtu ajifunze na ajue. Pia kipindi cha nyuma nilikuwa sipo sawa kiafya, kwa hiyo sikuhudhuria sana darasani. Kwa hiyo nilipokuja kutangaza nafanya sherehe, wengi wao walisema sisi madam tayari tushaweza, tunataka kumaliza. Wengine sisi madam tunaomba utupe mwezi mmoja wa kumalizia. Ndio ambao nimewahitimisha wote, lakini kwa leo wamechukua au 12. Vipi ambavyo wamejiridhisha kwako kwamba leo unaweza kuwapa ruksa ya kwenda kuendelea na majukumu mengine? Umejiridhisha kiasi gani? Yaani nimejiridhisha sana. Mpaka yani najivunia wallahi. Mpaka jana nilikuwa kwenye bajaji namwambia mama, mama, yani hata siamini kumbe wale watoto wanaelewa yani. Mwenyewe nilikuwa siamini. Nafundisha kweli, ila siaminiki mwenyewe kama watu wanaelewa. Kipi ambacho Lakini yani mwenyewe nimekuja kushangaa kutokana na matokeo niliyopata, yani ni mazuri mashallah. Natamani ungekuja jana siku ya rehearsal mwenyewe ungehakikisha. Sawa, kipi ambacho waondoke nacho siku ya leo ikiwa ndio siku maalum, na baada ya kutoka hapa nini ambacho wanapaswa kuwa nacho? Wazingatie kipi ambacho wewe umewafundisha? Sana nidhamu, kwa sababu sisi tunafanya kazi za kike. Kitu cha kwanza kabisa, mteja anakuja anataka aone nidhamu yako. Hicho ndo cha muhimu katika biashara yetu hii na karia yetu hii, kwa sababu sisi tunafanya kazi na wanawake. Kwa hiyo cha kwanza kabisa ni nidhamu. Mtu utakapomwonyesha nidhamu nzuri, hata kama kweli hiyo makeup anayoitaka yeye haujaifikia kuipaka, lakini utakapomwonyesha imani nzuri, ukatabasamu, ukamwonyesha ukaribu mzuri, basi anaondoka pale akiwa amefurahi, na uenda ukawa mteja wako wa milele. Kwa sababu mimi toka nianze na wateja ambao nimeanza nao sijui chochote, na walikuwa wananikubali mpaka leo hii hapa nilipo nao, kutokana na nidhamu, upendo na umuonyesha mteja. Kuna watu baadhi wanaweza kawa pia wasiamini, hasa wazazi, kuhusiana na swala zima la darasa hizi za makeup au kufanya kazi ya makeup. Wewe nini ambacho unaambia? Jamani, madarasa ni kweli watu wanajifunza na wanajua, na uzuri wake utafanyia interview wanafunzi pia wenyewe watajielezea. Lakini mara nyingi sana wachache ndio wanakuja na idea. Wengi sana wanakuja hawajui chochote. Na ndio maana sisi hapa ada zetu tunalipisha mwanafunzi mpaka ajue. Tunahakikisha sisi wenyewe tumejiridhisha na wewe mwanafunzi umejiridhisha. Yaani wewe mwenyewe unasema kweli hapa nimejua. Kwa sababu kujua kwako wewe kutakufanya yani mwenyewe tu utajua kama kweli mimi nimejua.
Kwa hiyo kuhusu wazazi wasitie shaka, kwa sababu tunafundisha watoto mpaka wanajua kweli. Neno lako la mwisho sasa kwa wahitimu wako? Neno langu la mwisho, wakafanye kazi, waendeleze walichojifunza. Muhimu sana na cha kuzingatia ni heshima, kama nilivyosema mwanzo. Yaani kuthamini mtu. Kwa sababu mtu huwezi ukamjaji kutokana na muonekano wake alivyo. Mteja anaingia tu vile, huyu naye si hivi hivyo. Wakafanye kazi. Kwani unakujaga wateja ambao wamechoka choka? Huenda mtu mwingine muonekano wake na alivyo tofauti. Unaweza ukamkaribisha mteja, unamuona tu, unamchukulia simple, unampamba, unamaliza, kumbe ni mbunge, hujui, kumbe ni waziri, hujui, unakuja kujua baada ya. Kwa hiyo usimdharau mtu kutokana labda na muonekano, unamuonaje hivyo. Haya. Bana, bado tunazungumza sasa na wahitimu ambao wamehitimu, na siku ya leo nikwambie tu kwamba bado tuko nao hapa. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Wema? Kwema kabisa. Umedamshi. Bala. Kama shingapi? Sawa, ndio. Kama shingapi? 15,000 tu hapo. 15. Kweli? Kweli? 15 kijola au nini? Kijola 10,000, mtandio 5,000. Hizi za kutoka mwaka 70 huko. Sawa, tuambie sasa kuhusiana na swala zima, ikiwa leo umemaliza kwenye kuhitimu, kile ambacho kimefanyika hasa masomo ya makeup, nini ambacho wito wako sasa? Wito wangu kwa wasichana hasa, yani wanaopenda kukaa nyumbani tu, mimi bwana, mimi sijasoma, sipati kazi, sio nini, sio kweli. Mtu hujasoma, tafuta fani, fanya. Za ushonaji kama hivi makeup, sijui hina na kila kitu, kazi zipo, ajira yako iko mkononi. Mimi natembea na ofisi yangu. Sina ofisi, sina kibanda, natembea na ofisi yangu. Wasichana wenzangu na wasihi wasijibweteke. Na subiri fulani anitumie 2,000, hapana, sio kweli. Si ndio kina baba mpenzi, kina baba mtu. Kama una fani, unapata mtu anakushika mkono, tafuta fani, somea na kulipia ada, changamka, tafuta ujuzi, fanya. Iko siku tu, kwa sababu hata huyu madamu wetu alianza kama sisi. Hajazaliwa tu kulupo kama makeup artist mkubwa, hapana. Kajifunza, kasoma, kaanza mdogo mdogo mpaka kafikia hapa, anatufundisha wengine, na mimi na imani iko siku hata miaka 5 ijayo huko nitakuwa na darasa langu inshallah. Sawa, baada ya kutoka hapa tukutegemee tukuone wapi sasa? Yaani mimi hapa nikitoka hapa, yani baada ya miaka kadhaa huko, yani nitakuwa mbele zaidi, aidha nitakuwa na saluni yangu ya Taimala sita yake. Inshallah. Kumpita boss? Hapana, Yesu kanipa ujuzi. Na Mungu kambariki na anazidi kumbariki. Na mimi pia na imani atanibariki, basi nitakuwa zaidi hapa. Na nitajivunia kuwa mimi. Sawa, unatoka hapa, je, unaelekea katika ofisi au ndo ile ofisi ya nyumbani ukipigiwa simu huko na wewe? Hapo kwenye ofisi ya nyumbani hapo. Natoka hapa naanzia ofisi ya nyumbani. Samira uko wapi? Njoo sehemu fulani shop, kwa ofisi yangu iko mkononi. Hizo pesa nitakazozipata hizo 20,000, 15,000. Haba na haba ujaza kibaba. Kwa nitachanga 10,000, mwisho wa siku nitatangaza frame ndogo, frame kubwa, size ya kati, mwisho nitafanikiwa inshallah. Mtu akikuhitaji shilingi ngapi? Simple 10,000, 15,000 na kuendelea. Simple 10,000, 15,000, 20 mpaka 50,000, uwezo wake tu mwenye bosi wangu. Sawa, neno lako la mwisho sasa kwa madam, kitu gani ambacho unapenda kumwambia? Kwanza namshukuru sana madam, Mungu ambariki na endelee kumbariki, kwa sababu mimi nilikuja hapa sijui chochote, yani sijui chochote, lakini namshukuru Mungu mpaka nimehitimu hivi. Nani, nashukuru Mungu kwa kweli. Mungu aendelee kumbariki zaidi na ampe umri mrefu wengine, hata kizazi changu pia kinufaika kupitia yeye inshallah. Sawa. Bana, bado tunazidi kuzungumza hapa na mwingine hapa. Habari? Safi. Wema. Na wewe umevaa shilingi ngapi? Mimi hapa nimevaa 15,000. 15? Yeah. Kwa nini wote 15,000? Mimi kwamba kuna kitu kingine kitaongezeka? Hapana, kwa sababu wote tumevaa sawa na wote tupo sawa sawa. Kwanza hongera kwa kile ambacho umekifanya hasa kuhusiana na kuhitimu. Asante sana. Baada ya hapa tukutegemee tukuone wapi sasa? Baada ya hapa mnitegemee kuona sehemu nyingi, sio hapa tu, mtaona sehemu nyingi sana, yani sehemu nyingi ambazo siwezi kuzielezea kwa kweli, ila mtanitegemea kuona sehemu nyingi ambazo zinahusiana na hiki ambacho nimetoka kuhitimu, hiki ambacho nimetoka kukigaduna, hiki ambacho nimetoka kukipambania. Changamoto gani ambazo umekutana nazo ukasema hizi kumbe issue ya makeup kuna changamoto? Changamoto zipo, lakini sio za kutisha, sio kubwa na wala sio za ajabu, ni zile zile ambazo ukija kila siku unakutana nazo. Changamoto ambazo zipo ni sio kusema vile zinatisha nini, hapana, ni zile zile tu. Madam leo anaanza kukuelekeza hivyo, ukakosea hiki, madam lazima kidogo akukosoe, na akikukosoa unajua kuna wale watu ambao umewakuta wanajua, lazima utakuta kidogo kama wana smile hivi kukuona umekosea, yani iko hivyo. Kwa changamoto zipo na ni za kawaida na za kuzizoea, kwa sababu kuna kitu ambacho kinaweza kikanyuka bila changamoto.
Sawa, umetuambia changamoto unakutana nazo, lakini pia hizo ni ambazo za ofisini. Hebu tuambie kitu kimoja. Baada ya kuwa umemaliza kuhitimu kile ambacho umekifanya, madada zetu wengi ambao wapo mtaani, nini ambao unaweza kuwapa wito wako kuhusiana na swala la makeup? Yaani kiukweli, kwanza kabisa sitaki kuwavunja moyo na wala sitaki kuwafanya wajisikie kwamba wao hawana thamani kama sisi ambao tuna kitu. Ila ninachopenda kuambia ni kwamba kila mwanamke anaweza, na akiamua kupambana anapambana na anafika pale ambapo yeye anapahitaji. Hivyo tu napenda kuwashauri wanawake wote, uwe mama, uwe binti, uwe mama, yani ambaye hata kama umeolewa, ukiongea vizuri na mumeo ama ukiongea vizuri na wazazi wako na watu wako ambao wanakupa msaada, basi na imani wana uwezo wa kusaidia kufika hapa ambapo sisi wengine tupo. Maana sio kila alifanikiwa basi amesaidiwa na wazazi wake. Wengine tu wamesaidiwa na watu tofauti. Wengine wamesaidiwa na marafiki, wengine wamesaidiwa na watu ambao hawajawahi kuwategemea katika maisha yao. Kwa hiyo mimi napenda tu kuambia kwamba usikae nyumbani, jishughulishe na chochote kile, tafuta kitu ambacho hata leo na kesho kutwa kinaweza kukuja ujuzi, kikakufanya uheshimike kama mwanamke, kikakufanya uwe na heshima hata mbele ya mwanaume ndani ya nyumba. Kwa hivyo tunapenda kuwashauri kwamba waje, wasiogope. Yaani wasiogope kabisa. Na hata hivyo yani hapa wanapokelewa watu wa hali yoyote ile. Uangaliwe ni nani wala ni nani unapokelewa. Kwa hiyo mimi nawashauri sana wasichana wenzangu wasikae nyumbani, waje hapa tujumuike, waje hapa wapambane. Hivyo tu Mwenyezi Mungu afanye wepesi, wapate watu wa kuwashika mkono, waje hapa. Kuna kauli mtaani wanasema kwamba kazi ya makeup hasa ni watoto ambao wameshindikana. Yaani mabinti fulani hivi ambao wameshindikana ndio hao ndio wanakimbilia huko. Huo nini ambacho unawaambia? Hapana, mimi naongopa. Yaani hiyo ni uongo. Unajua maneno yapo na sio kila linalozungumzwa basi lina ukweli, ama sio kila kinachozungumzwa basi kina usahihi ndani yake. Hapana, maneno yapo na watu wanazungumza. Simenielewa, ila akili mtu kichwani mwako kwamba mimi nataka kupambania kitu fulani, basi na imani ukikipambania kila kitu ambacho unakihitaji basi unafika. Hata mimi sikutegemea kwamba leo ningekuwa wa kwanza ama ningekuwa mshindi wa kwanza, kwa sababu nimewakuta watu ambao wao nimewakuta ni wana muda mrefu, lakini mimi leo nimeibuka kuwa kidedea, nimeibuka kuwa mtu wa kwanza. Ni kitu ambacho yani mimi mwenyewe yani so happy, yani niko happy, afu nimefanya sijategemea kwa kweli. Kwa hiyo mimi kusema kweli siwezi kuwashauri eti kwamba kila linaloongelewa mtaani basi ni sahihi. Hapana. Yaani wasiseme kwamba eti sijui kitu fulani, hapana, ni uongo. Nenda ile sehemu jionee mwenyewe ndio utajua kama kweli kumbe pale nikienda kuna changamoto fulani. Lakini mimi kwa hilo nawapinga, akili ni kichwani mwao na juhudi zao wao wenyewe. Kama kweli wanataka basi wanakaribishwa sehemu yoyote ile, sio hapa tu, sehemu zozote.